Tunaweza tukaweka sawa. Na tunaposema kijana ni mtu ambaye ana mentality, ana positive mentality. Tunapozungumzia positive mentality, maana yake ni mtu ambaye ana mitazamo chanya. Ni mtu ambaye akili yake ipo haraka sana kuliko kitu chochote kile. Kijana ni mtu ambaye anaona fursa kwa mapema, kwa sababu tayari akili yake inaona fursa. Kijana ni mtu ambaye tatizo linapotokea kwenye jamii yake halalamiki, ila anajiuliza namna gani anaweza kutatua hili tatizo. Kwa kijana ni mtu ambaye focus yake kubwa ni kutatua matatizo. Na sio tu matatizo yake binafsi, matatizo pia ya jamii. Na tunajua kabisa kijana aanzi na jamii. Anaanza na yeye mwenyewe. Kijana anaanza na yeye kwanza mwenyewe, kwa sababu kijana anaelewa kwamba ni ngumu sana kumbadilisha mtu kama yeye hajabadilika. Kuna nani formula fulani ya vijana ambayo wanaitumia. Kuna sehemu fulani wanaitumia, wanasema kabisa change the life of the youth. Badilisha kwanza maisha ya vijana. Inaanza na mimi, afikisha wengine. Hiyo unaifahamu? Naona naifahamu kabisa hiyo. Wanaitumia vijana wengi sana. Sasa watu walio wa dini kwa kabla ya kujabadilisha jamii kama kijana, jibadilishe kwanza wewe. Unajibadilishaje? Jitambue. Jitambue. Jua uwezo wako, jua tatizo gani ambalo unapenda kulitatua, tengeneza nidhamu. Kwa sababu uwezi kama kijana wewe uwezi kumwambia mtu eti why wakati wewe mwenyewe unachelewa. Ninapenda sana, ndio nilikuwa napenda sana kuhamasisha vijana kwamba your character determine your future. Ukiharibu tabia zako, umeharibu kesho yako. Watu waajiri watu hata jeshini. Watu wapandishi vyeo kwa sababu ya elimu yao. Wanapandishwa kwa sababu ya discipline. Namna gani unamtii koplo, namna gani unamtii yule generali wako na komando wako. Hata kama anakukosea mara ngapi, utashangaa unapandishwa vyeo. Watu wapandi kwa sababu ya elimu yao, wanapanda kwa sababu ya discipline. Basi kwa hiyo nidhamu ni kitu cha muhimu kama ulivyosema. Nidhamu.